Mwaka 2017 nilipoandika barua ya kuacha kazi ya kuajiriwa kama daktari, nilijua ninajitoa muhanga. Nilikuwa kama kapteni wa jeshi ambaye alichoma meli ya vita baada ya kuvuka ngambo ya pili ya bahari kwa ajili ya mapambano na jeshi la adui. Maamuzi ya kuchoma meli ya vita iliyobeba askari walioenda kupigana vita ilimaanisha kushinda au kufa. Ni mawili tu. Ogopa mtu ambaye anapigana vita kwa machaguo mawili tu, kushinda ama kufa, and do or die. Ni nani anaweza kufanya hivi? Ni nani anaweza kujitoa mwanga kiasi hiki? Ni kama story ya kuambilika. Ni kama kujikata kichwa na kubakia na kiwiliwili. Kutembea kwa miguu na mikono, yani kwa hisia. Ni kama unabashiri unapokwenda, lakini huoni. Hii ni moja kati ya story ya watu ninaofuatilia sana mtandaoni, na kikweli wananipa nguvu. Almaarufu kama Ajefarm, mashamba yanayotembea. Anasema historia yangu inaanzia pale mwaka 2017 baada ya kujinasua kwenye mtego wa kuajiriwa kama daktari wa binadamu, ambaye nilikuwa nimetumikia katika sekta binafsi na za umma tangu mwaka 2013 mpaka 2017. Na kipindi chote hicho natumikia katika sekta za umma na binafsi. Changamoto yangu kubwa sana ilikuwa ni mshahara kutosha siku zote. Lakini pia sikuwa na furaha kabisa ya maisha yangu. Sikuwa na furaha. Mara nyingi nikiamka asubuhi kwenda kazini ilikuwa inaambatana na stress nyingi sana. Yaani nawaza kesho itakuwaje. Kuna kipindi ambapo bosi wangu tu akinipigia simu hivi, nikiona simu ya bosi inaita na hisi kama anadai report hivi, unaona. Kwa hiyo nilifanya kazi lakini nilikuwa na stress, na bahati mbaya mshahara wangu ulikuwa ufiki tarehe 15. Mara nyingi nikijitahidi ni tarehe 13, 10, 12, 15 nimejitahidi sana, umekwisha, na baada hapo naanza kusota kwa kipindi cha siku 15 zilizobakia. Kwa hiyo nikaanza kujiuliza kama endapo nitaendelea na mtindo huu mpaka na staff. Na issue ilikuwa je, nikistaff nitaishije? Na istoshe marafiki zangu mimi walikuwa wazee ambao mithili ya baba yangu walikuwa kubwa, nimekuta kazini pale kwa nimeta zangu, lakini nigundua kwamba wote tulikuwa tunapitia msoto ule wa mshahara kutotosha. Ikumbuke nibadilisha kazi mara 4 kutoka same taasisi moja kwenda taasisi nyingine mara 4, na pote changamoto ilikuwa ile kwamba mshahara hautoshi. Na mara mwisho nilikuwa nalipwa shilingi milioni 4 kwa mwezi, lakini nayo pia niligundua kwamba haitoshi, na mwishowe nikagundua kwamba kweli duniani hakuna boss au mwajiri atakayekupa mshahara mkubwa. Hakuna kitu kinachoitwa mshahara mkubwa. Kwa hiyo nikaamua kujinasua 2017 kwenda kwenye ujasiriamali mtaani. Of course kwenda siku moja ilikuwa sio maamuzi ya siku moja. Nilikuwa nimeshapima kina cha maji. Tangu mimi nasoma, nikiwa mwaka tu wa 3 wa 4 nilianza kufanya ujasiriamali mdogo nikiwa nasoma. Kwa hiyo kipindi chote hiko nilikuwa najiandaa kujinasua kwenye mtego wa bila kazi hamna malipo. Yaani kwamba usipoamka kwenda kufanya kazi hautolipwa. Sasa itakuwaje siku ambao sasa uzee umefika ambapo huwezi kuamka ndani kwenda kufanya kazi? Ndio ilikuwa maswali yangu makubwa sana hayo. Kwa hiyo nikaamua kujinasua kwenye mtego wa bila kazi hamna malipo. Nilipojinasua mwaka 2017, nakumbuka ilikuwa mwezi wa 11 Novemba. Swali lilikuwa ni kwamba je, kipindi chote hicho najiuliza maswali, niwekeze wapi? Karibu kwenye mwendelezo wa shuhuda za Ajefarm. Hizi si hadithi tu ambazo labda mtu alilala akaamka akasema leo nitawaandikia hivi. Hizi ni shuhuda za kweli kabisa. Za huyu alithibitisha kuwa ndoto za ndani huwa zinapiga kelele mpaka uzisikie. Ni daktari kitaaluma, mwenye elimu, heshima na kipato chake cha uhakika, lakini pamoja na hayo yote aliona kweli upo kwa watu wengi. Badala ya kuendelea kwenye mstari ule wa miaka mingi ya kazi, kufungwa kwenye ratiba, amri na mazingira yanayochosha, alichagua njia ngumu lakini ya uhakika. Alithubutu kutoka kwenye ajira ya uhakika, akavaa viatu vya udongo, akashika jembe, akafungua mabanda ya kuku, yani akaingia kwenye ujasiri wa mali. Huko kwenye uhakika wa maisha yake, wa hela yake. Akaingia kwenye kujiajiri kwa ujasiri wa mtu anayejua thamani ya maisha yake. Leo anajulikana kama daktari mkulima. Ajefarm, mashamba yanayotembea.
mfano halisi wa mtu aliyekataa kustaafu maskini, kukataa kufa bila kutimiza ndoto zake, na kukataa kutumikishwa kwenye mfumo usiomwacha kusonga mbele. Safari yake imejaa maamuzi magumu, kujifunza kila siku na kuthubutu na kupambana hadi kuona matunda mikono yake. Kupitia ushuhuda huu na makala anazoandika, anagusa maisha ya watu, anasimulia ukweli aliouona mwenyewe, anafungua macho ya wengi kuhusu nguvu ya kujiajiri, na anawasha moto wa matumaini na mabadiliko kwa yeyote aliyekosa dira. Yeye ndiye sauti ya kizazi kinachochagua kubadilika. Yeye ndiye somo la kwamba elimu yako inaweza kukupa ajira, lakini ujasiri wako ndio utakaokupa maisha unayotaka. Vitabu hivi ndio suluhisho lako. Kukufikia ni rahisi. Unaweza kuvipata kwa njia ya WhatsApp au kutumiwa popote nchini na hata nje ya nchi. Cha kufanya, wasiliana na Aje Farms leo kwa 0757757968. Bei za vitabu hivi ni ndogo sawa na bure. Nunua leo kitabu chako uunganishwe kwenye kundi la WhatsApp. Hatujamaliza. Kama wewe ni mkulima, una mazao na hujui wapi utapata soko zuri la kukupa faida, wala usijali. Kama wewe ni mnunuzi wa mazao na hujui ni wapi utapata mzigo, nawe pia usikonde. Hapa kuna mkulima na pale kuna mnunuzi. Ni nani wa kuwakutanisha moja kwa moja? Ni Aje Farms. Si hivyo tu, kupitia mtandao wa Aje Farms unaweza kujua bei za zao lolote lile nchini. Cha kufanya ni wewe kuwasiliana nao kupitia WhatsApp au piga simu. Wafuate kule Instagram, Facebook na YouTube kwa jina la Aje Farms. Wote mnakaribishwa.